Sasa na hizi follow up za umeme wetu huwezi kujua unakuja kwa nguvu kwa kiasi gani, labda unapungua. Saa nyingine tukiwa tumekaa kwenye majumbani kwetu tunaona umeme ukiwa unapungua, unakuwa hauna nguvu tunaona. Ukija kwa nguvu tunakuwa hatuwezi kufahamu. Hilo labda ndio maana nimechakata kwenye akili yangu nikasema yamkini inawezekana hiyo imetokea katika mji huu pia. Kwa kweli kwa tukio lilotokea hapa nimpongeze sana kamanda wa zimamoto. Hili tukio nasikia limetokea usiku wa manane. Ila kwa taarifa alizoweza kuzipata za haraka, gari liliweza kufika na kuweza kukabiliana na huu moto ambao umetokea hapa. Sio kama kuna majirani waliweza kushuhudia hilo tukio. Wangapi waliona gari ya zimamoto hapa wakati imefika? Wengi tulikuwa bado tumelala, si ndio Lakini nimpongeze sana kamanda wa zimamoto kwa kuchukua action ya haraka. Alipopata ile taarifa kwa kuna moto unawaka, aliweza kupigia wale wafanyakazi wa pale kwenye ile ofisi kuweza kuchukua gari na kuja kwenye eneo la tukio. Kwa majina naitwa Mashaka Musa Mabula. Mimi nilikuwa nimelala usiku. Akaja kunigongea mama wa hapo, jirani wetu hapo. Akaniambia hivi kuna moto humu unawaka. Na mimi nikaamka sana kimbia. Akaja kuingia huko nikakuta moto unawaka. Ndio nikamuita mzee sasa. Mzee ukanyaga mlango kaanguka, mzee kutoka na kuungua moto, ndio nikamshika mkono nikaenda kumosha hapo bombani. Moto ukazima. Au nikaanza sasa kuzima moto na kutumia mpira hapo bombani. Naitwa Mwinjilisti Mariana. Tukio hapa lilipotokea ni kwa kaka yangu. Ila wakati tukio linatokea mimi sikuwepo, nilikuwa kazini Nyanguge. Nimepigiwa simu saa 10. Sema tukio lilisababishwa na shoti ya umeme usiku. Na waliofariki ni watu 3 na mmoja yuko hospitali ya Bugando ambaye ndiye baba wa familia. Kwa hiyo aliyefariki ni mke wake ambaye ni wifi yangu. Pia amefariki dada yake ambaye ni dada yangu pia, na pia amefariki mjukuu. Kwa hiyo 3 ndio waliofariki ndani humo, isipokuwa kaka yeye aliweza kupata msaada wa kuokolewa baada ya watu kuvunja mlango, akatoka akiwa anawaka moto, wakafanikiwa kumzima, wakampeleka hospitali ya wilaya na sasa hivi yuko hospitali ya Bugando anaendelea na matibabu. Inasemekana moto umeanza saa 6 usiku, lakini wamekuja kuona ilikuwa ni mida ya saa 7 usiku. Ndio wakaanza jitihada za uokozi mpaka hapo gari lilipofika. Walianza uokozi majirani, lakini baadaye ndio ilikuja gari la zimamoto likafanikiwa kuzima moto. Lakini wakati wote tayari mtu alikuwa ameshateketea.